Karibu kwenye taarifa kamili za KTN leo jioni hii. Mimi naitwa Alimanzu, mtangazaji mwenzangu kupitia ile lugha ya ishara ni Meresha Owiti. Kamati ya fedha ya Bunge la Taifa imefikisha ripoti yake bungeni kuhusu maoni ya Wakenya kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2023 ambao umeondoa baadhi ya vipengee tata na kusalia na ushuru wa 16% ya mafuta na petroli. Rais William Ruto ameipongeza kamati hiyo akishikilia kwamba hatakopa fedha zozote kufadhili bajeti ya shilingi trilioni 3.6. Kama anavyoarifu mwanahabari Emmanuel To, nao muungano wa Azimio umetishia kuanzisha maandamano tarehe 3 mwezi ujao wa Julai iwapo mswada huo utapita. Safari ya kupitisha mswada wa fedha wa mwaka 2023 umeendelea kushika kasi zaidi, huku kamati ya fedha ya Bunge la Taifa ikifikisha ripoti yake bungeni rasmi. Kamati hiyo imepunguza baadhi ya ushuru na utozo wa Kenya, zikiwemo 3% iliyopendekezwa ya hazina ya nyumba na kuifikisha 1.5%. And you have to realize, even after reducing 3% to 1.5% employee and 1% employee contribution, we are going to raise 83 billion shillings per year. Hata hivyo, mpango wa kuongeza ushuru kwa mafuta ya petroli umeendelea kuleta tumbo joto, kamati hiyo ikijitetea. Dealers in the petroleum sector incur VAT at 16%. But now remember, when they sell this VAT to Kenyans, they sell it at 8%, which means that they have spent 16% and now they are claiming back 8%, so which creates an 8% difference. Akizungumza katika kaunti ya Kirinyaga, Rais William Ruto amesema hatakopa fedha zozote ughaibuni kufadhili bajeti yake. Kuna maneno nimesema siwezi fanya. Hiyo ya kwenda kukopa pesa, hapana. Hapana. Hata hao magavana wetu walikuwa wananipigia kelele, tumechelewa miezi 2, tumechelewa miezi 3, tumechelewa. Nikamwambia wacha nijipange kidogo. Lakini sasa nimelipa pesa yao kwa sababu nilikuwa na mpango. Kwa upande wake, Azimio imeendelea kupinga mswada huo licha ya mabadiliko. That there's some employees who will live for 20 years to be able to benefit from the house. Because how long will it take? There is a very unusual absence of members of the opposition. Because so that is one of the tactics. Clearly, I mean, this is a game. We play the game, we engage them, we convince them. I mean, we cause the absenteeism at times. I mean, it is part of our tactics to make sure that we pass what is necessary. Kiongozi wa wachache Opiyo Wandayi akidokeza kwamba Azimio itaandaa maandamano katika wiki 2 zijazo ikiwa mswada huo utapita. There will be consequences, and those consequences will become apparent. I mentioned earlier that from 3rd of July, there will be some action. The Monday, the 3rd of July, there will be some action. What form the action will take will become clearer as we move along. Mjadala kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2023 sasa unatarajiwa kushika kasi hapo kesho, wakati ambapo wabunge wa kutoka upande wa Kenya Kwanza na wale wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya wanapotarajiwa kuvaana na kutoa maoni yao kuhusu mswada huo unaopania kuongeza ushuru kote nchini. Emmanuel To, KTN News, majengo ya bunge, Nairobi.